Kumanana Tinggal yang kayu komo, mana yo yo no momen no karang kau kita komo mangkai. Bermenana kai, beri naruh menana. Tu halam misi. Nah itu Julius, saya bolu alamariki. Ini kiongozi wa jamii. Alaibana kilichofanyika hapa ni kitendo cha baraka baada ya wananchi wa Mwita kufurahi waliporudishiwa ardhi yao iliyokuwa inataka kuuzwa. Sasa jamii ya Wanamwita wakishirikiana na Sanare Mole wamesimama kidete na kurudisha ardhi hiyo. Sasa katika jamii ya Kimasai unapofanya jambo jema unabarikiwa. Naitwa Bruce Badamu Beya, ni diwani wa kata ya Mwita. Mimi naongoza kata hii, ina takriban karibu wakazi 10,000 na karibu watu hao wote wanategemea ufugaji. Ni mdau sana ambaye leo tu wa Malaigwana ni wamembariki, wamempa baraka kwa sababu ni mdau wa maendeleo, lakini pia naye ni mfugaji. Tukiangalia katika hii boma pia tunaona mifugo. Na ukiangalia population ya watu wengi ambao wamehudhuria katika hafla hii ya baraka kwa ajili ya mdau wetu huyu wanategemea ufugaji. Adha ambao wananchi walikuwa wakipata, kwa kawaida sisi wafugaji tunatumia maisha yetu, tunatumia ufugaji. Na nishukuru kwamba ufugaji ni sehemu pia ya ajira kwa watu wengi sana. Kwa hiyo ukiuza eka 10,000 katika eneo hili la kijiji hichi, ukiuza utakuwa umetengeneza kundi kubwa la watu maskini ambao watakuja kutumbua sisi serikali kwamba tuwatafutie ajira. Kwa hiyo kwa kweli mimi nimpongeze mdau huyu Sanare Sailabu Mole kwa kuungana na wananchi ambao wamelalamika wakaitana, lakini baadaye na sisi kama viongozi wa kata, kama mimi diwani, niliingilia katika kutatua mgogoro huo, kuambia wale uongozi ule kwamba waache wasiuze, kwa sababu ukiuza tu utakuwa umetengeneza kundi kubwa sana la watu maskini ambao watakuja kutusumbua sisi serikali kutafuta ajira. Na nishukuru tu, nitoe rai yangu kwa serikali yetu ya awamu ya 6 na niseme tu kwamba kwa Tanzania nzima naomba hiyo sekta ya ufugaji tuendelee kulinda maeneo ya malisho, kwa sababu imetusaidia serikali kubeba kundi kubwa la watu ambao kwa kweli angekuwa hamna maeneo hayo wangekuwa wanatusumbua sana kutafuta ajira. Ni kwamba mwenyekiti wa kijiji pamoja na serikali ya kijiji walikuwa walishauza hayo maeneo. Nilifanya kazi kubwa, siwezi kusema yote, lakini nilifanya kazi kubwa kwa sababu kama sio mimi nafikiri ile ilishakuwa ngumu. Wale majamaa walishawaweza wananchi. Kama kuna ardhi iliuzwa na wewe, hiyo ardhi itarudi kwa wananchi. Wanapokuwa na ardhi ya kuchungia, yani marisho, ndio ajira yao. Inapotokea kiongozi yoyote anauza ardhi ya marisho, maana yake ni kwamba huyo ni adui wa wilaya ya Monduli.